Promova TV, a home of testimonies. Haya, habari ya kwako, habari za wakati huu, mtazamaji mpendwa popote pale ulipo, bila shaka haujambo sana. Nikusalimu katika jina la Yesu, jina lipitalo majina yote. Ni siku nyingine, wasaa mwingine mzuri kabisa ambapo nakualika na kukaribisha kwenye kipindi kizuri, kipindi bora, kipindi cha ushuhuda. Leo tuna ushuhuda mkubwa sana. Tunauanza ushuhuda Mission of the Queen of the Coast. Mission of the Queen of the Coast against the Church. Kazi aliyopewa Malkia wa Pwani dhidi ya kanisa. Ni ushuhuda mkubwa kabisa, na kama ni mfuatiliaji mzuri wa kipindi chetu cha ushuhuda, nimewahi kudokeza kwamba nitakuletea ushuhuda huu. Kwa hiyo leo niko hapa kwa ajili ya kuweza kukuletea ushuhuda huu ambao naamini utakuja kukubariki zaidi. Malkia wa Pwani huyu ni nani? Na hiyo ni misheni gani ama ni kazi gani hiyo ambayo aliweza kupewa? Yote utakuja kuyafahamu hapa kwenye kipindi hiki, kipindi cha ushuhuda. Karibu sana, jina langu ni Jackton Msafiri. Leo nitaenda kwa mfumo huu hapa, nitakuwa na kuelezea kuhusu ushuhuda huu ambao uko hapa, nimekwisha uandaa wote. Ina maana mimi nitakuwa na kusomea kile ambacho kiko hapa. Sasa basi, leo tumepata kibali cha kukuletea maono ya ukweli yanayofunua uthibitisho wa utume, ama tunasema ni mission ya kipepo ya Malkia huyu wa Pwani dhidi ya kanisa. Maono haya yafuatayo, huu ni ujumbe wa mapepo wa Malkia wa Pwani. Yaani ni ujumbe ambao Malkia wa Pwani alikuwa anaelezea akiwa anawatuma mapepo yake, na uliweza kufunuliwa na kuweza kutolewa kutoka kwenye maono waliopewa. Maana haya sio maono yetu, sio maono yangu mimi ambaye nasimulia huu ushuhuda, lakini ni maono ambayo waliweza kupewa. Kuna wale ndugu zetu ambao wao walipata neema ya kuweza kwenda katika mbingu na kuzimu na kuweza kuoneshwa mambo mbalimbali. Kwa hiyo katika kwenda huko pia waliweza kufanikiwa kuweza kuoneshwa maono haya ya huyu Malkia wa Pwani. Namzungumzia nani aliyepewa haya maono? Namzungumzia kuna dada mmoja anaitwa Rachel Mushala Chisulo, lakini pia kuna dada anaitwa Zipola Mushala. Kuna ndugu mwingine anaitwa Emmanuel Samson Jude, huyu pia aliweza kupewa maono haya. Kuna mchungaji Emmanuel Amos Eni pia alipewa maono haya, lakini pia kuna ndugu Richard wa nchini Ghana, bila kumsahau mchungaji Dr. Olukoya. Hawa ndio wale ambao waliweza kupewa hayo maono kuhusiana na hiyo misheni ambayo alipewa Malkia wa Pwani. Kwa hiyo wao walipata hayo maono na wakatuandikia. Yametufikia hapa, na sisi kazi yetu ni kuweza kukufikishia wewe, kwa sababu kuna tahadhari kubwa sana ambayo imeweza kutolewa kupitia haya maono. Kwa hiyo hapo utakachokisikiliza ni ujumbe Malkia wa Pwani akiwa anawatuma mapepo yake duniani kwa ajili ya kwenda kuharibu na kufanya vitu mbalimbali ambavyo utakwenda kuvisikia. Kwa hiyo nikukaribishe sana tunapoanza kipindi hiki hadi pale mwisho wa ushuhuda mkubwa kabisa ambao unajulikana kama mkakati wa Malkia wa Pwani dhidi ya kanisa, Mission of the Queen of the Coast. Karibu sana. Promova TV, a home of testimonies. Malkia wa Pwani alitokea akiwa na hasira nyingi usoni. Akasema, ni hasara kiasi gani? Tumefeli. Watu 50 ni wengi sana kwa muda wa miaka 3 tu. Ni janga gani hili? Ndani ya miaka 2 tumepoteza kwa sababu ya kile yule mtu wa haki anakifanya. Tunatakiwa kuchukua hatua haraka. Miongoni mwa watu bilioni 1.2 waliofariki duniani miaka 3 iliyopita, mpaka sasa watu 50 wamefaulu kuingia katika ufalme wa mbinguni. Ukiachilia watoto wachanga, tokeaje? Hii ni hasara kwetu asilani, na inaonekana kuwa utendaji kazi wetu ni hafifu. Lucifer amesikitishwa mno na hili jambo, na tunatakiwa kuchukua hatua haraka kabla mambo hayajazidi kuharibika zaidi. Sasa na watuma duniani, na ninataka mrejesho mzuri ndani ya miezi 6 ijayo. Yeyote atakayeshindwa kuleta matokeo chanya katika kazi yake ahesabu kuwa amekufa.
kama mjuavyo nyote, hakuna kitu kinachoitwa rehema katika ufalme wetu. Kufeli kidogo tu, hesabu kwamba umekufa. Sasa hebu angalieni kwenye skrini hapo. Kuna makundi ya watu wa aina tatu yanayoonekana. Kundi la kwanza, kuna watu wanaotembea uchi bila ya nguo yoyote. Hao ni wa kwetu. Ni wale ambao bado hawajamwamini yule mtu wa haki katika maisha yao. Wamefungwa kwenye dini tu, lakini hawajawahi kuwa na yule mwenye haki katika maisha yao. Hao ndio tutakao watumia kwa kafara kusherehekea ushindi wetu tukifaulu. Tutawala nyama na kunywa damu zao mwezi Desemba, na damu inayobaki tutaitumia kutengeneza rangi za midomo, mapambo na vipodozi kwa ajili ya wanawake wapumbavu miongoni mwao. Kundi la pili ni wale ambao mnaona wamevaa mavazi meupe yenye kumelemeta. Hawa lazima waangushwe haraka, maana hawa ni Wakristo ambao hawajayatoa maisha yao kufunga na kuomba. Ni nadra wanasoma neno la Mungu na kulitumia katika maisha yao. Kwa hiyo, pamoja na kwamba wamevaa mavazi meupe, bado tunaweza kuwapata kirahisi hawa. Kundi la tatu, lakini wale zaidi ya yale mavazi meupe na yenye kumelemeta mnayo waona nayo, hao pia wana ngao ya moto lao. Tena wamezungukwa na ukuta wa moto. Hao ni hatari sana. Hao ni Wakristo wenye maisha yaliyojaa maombi. Tunaposema ndiyo, wao wanasema hapana. Tunapofunga, wao wanafungua. Tunapojenga, wao wanabomoa. Hao ni wenda wazimu na ndio wanaosumbua ufalme wetu. Ikitokea mmoja wao akaanguka kwenye mtego wetu, muweni haraka iwezekanavyo, maana mnajua kinachotokea kwa wale wanaonaswa kwenye mtego halafu wakaachwa kuuliwa haraka, jinsi ambavyo huja yule mwenye haki na kuwapokonya mikononi mwetu. Yule mwenye haki huwasamehe kisha wakapanga mashambulizi dhidi yetu tena. Lakini zaidi, hamuoni wanavyofichua siri zetu, mipango na mbinu zetu, jinsi wanavyoshuhudia kwa ulimwengu mambo ya siri na mikakati yetu tunavyopanga katika ulimwengu wa giza. Na kwa kitendo hiki wengi wamekuwa wakiokoka kwa sababu ya ushuhuda wao. Nendeni mkawatongoze, mkawaibie maombi ili maisha yao wabaki watupu. Nendeni mkawasababishie maumivu, mkawafanye kukanganyikiwa na muwafanye fukara. Nendeni mkasababisha umaskini na kupigika kimaisha juu yao na nyumba zao. Kwa hili watajichanganya na kuusaliti unyofu wao mbele za Mungu na kurudi nyuma. Hii ikitokea, haraka sana bila kupoteza muda, wapigeni wafe kabla hawajawa na wazo la kutubu na kutengeneza. Haya, nendeni upesi. Nendeni kanisani, kwa maana sasa nimegundua baadhi ya vijana wameanza kuyatoa maisha yao kwa yule mwenye haki, na hawa ndiyo mlengo wetu hasa. Isitoshe, huyo mwenye haki hakika anawatumia hata watoto na vijana kujivunia watu zaidi katika ufalme wake. Anazidi kufunua siri zetu kupitia maono na njozi za usiku. Wengi wao sasa wanatishwa na kuzimu. Baadhi yao wapo hata Facebook. Tunatakiwa tuchukue hatua haraka. Nendeni makanisani mkawafanye waanguke. Nendeni ofisini mwao mkawatege ili wawatamani. Ongezeni mtego wa rushwa ili kuwanasa. Na wapeleka vyuoni, maofisini na taasisi za elimu ili muwafanye wale walimu wa Kristo na vijana wanawake wawatamani. Mjibadilishe na kujifanya kama wasichana wa shule ya upili ili muwafanye wale walimu wa Kristo na vijana wawakie kwa tamaa. Pindi tu wakizini nanyi, haraka waingizieni mpira. Hawatachoka katika tendo la ndoa mpaka tumewanyonya damu yote. Muda wetu ni mfupi, hakuna muda wa kupoteza. Kuna vijana wengi miongoni mwa wainjilisti na wachukia na najisikia kuwaua. Lakini sema wana ngao na nguvu ya yule mwenye haki.
Nendeni mjichomeke Facebook, Twitter, MySpace, kwenye internet na mitandao mingine ya kijamii duniani pote. Nendeni mkamwage humo picha za utupu na ngono. Na wengine nendeni Facebook mkajifanye mmeokoka, mkawaombe urafiki. Yamkini mtawanasa. Lakini tu hakikisheni picha yenu na wasifu mnayoweka kwenye ukurasa wenu wa Facebook inavutia kiasi kwamba wakiona watatamani. Na nitahakikisha kuambatanishia mapepo ya uasherati yaende pamoja nanyi na yafanye kazi ndani yenu. Pindi waangaliapo picha zenu, hili pepo litawatongoza na kuwakumbusha raha ya matendo ya uasherati pindi yule mwenye haki hajawapokonya kutoka kwetu. Lazima anguko lao lianzie moyoni. Nendeni kwenye mabenki, masokoni, maofisini, mashuleni, mitaani na muwafanye hata wateja wanaotembelea hayo maeneo watamani. Tengenezeni picha za video za ngono na mziweke zipatikane kwenye interneti bure kabisa, ili hawa wakiingia kwenye ukurasa wa interneti wa Kikristo wakutane nazo. Tengenezeni matangazo ya ngono katika kila ukurasa wa internet wanaofungua. Nikigundua kuwa yeyote miongoni mwenu anatembea mtaani amevaa nguo inayofunika mpaka chini ya magoti, huyo ajihesabu amekufa tayari. Kumbukeni nilimuua Likaya kwa kosa kama hilo. Nikigundua mnatoka nyumbani na kutembea mtaani vifua na matiti yenu yakiwa yamefunikwa barabara, ujihesabu umekufa. Kumbukeni nilimuua Kakadika kwa swala kama hili. Ikiwa utatembea njiani bila mwondoko wowote wa madaha, wafwa. Ukienda kanisani huachi mapaja na matiti yako nje, wafwa. Mara wapuuzi waipendapo nguo uliovaa na kuiga mshono na mtindo wake, miaka ya usoni wataanza kutembea njiani uchi. Kumbukeni tulivyowanasa Marekani na mataifa mengine ya Magharibi, mataifa ambayo ni kilele cha ustaarabu wa dunia. Karibu majina yote ya watu wa mataifa haya yameingizwa katika kitabu chetu cha mauti. Uingereza, Marekani, Ufaransa, Brazili, Ujerumani na nchi zingine za Magharibi zimo mikononi mwetu kwa sasa. Tumehararisha utoaji mimba, ukahaba na mambo mengine yasiyo na maadili, kuingiliana kinyume na maumbile na hatimaye ndoa za jinsia moja. Haya ni mafanikio. Sifa zimwendee mfalme wa giza, Bwana wetu mwenye hekima, ambaye ni Lucifer mwenyewe. Nimewapeni uwezo wa kutosha, pia nimewapeni vipodozi kiasi cha kuwafanya hata wanawake kuwatamani. Nimewapeni mafunzo ya kutosha. Hiyo poda nimewapeni ina nguvu sana, itumieni, na wale watakaokataa kuwa chini ya Bwana wetu watawatamani. Hii poda ni majivu ya wale wanaoshindwa katika misheni ninazowatuma kuzitekeleza. Hata ninyi mkishindwa katika misheni ninazowatuma, mtasagwa majivu. Nendeni katika taasisi za elimu ya juu, muwalenge wale vijana wa kike na wa kiume ambao ni watumishi wa yule mwenye haki kwa moyo wao wote. Fanyeni urafiki nao, watembeleeni nyumbani mwao, jaribuni kila liwezekanalo kuwa karibu nao. Ikiwezekana mkiwatembelea, wasaidieni hata shughuli za nyumbani kwa ninyi wa kike. Tafuteni kulala nyumbani mwao kwa ninyi wa kike. Tukifikia hapo, utakuwa umeshamnasa, hawezi kuchomoa. Na watuma mwende kama mafuriko, mkalete mawindo. Kumbukeni muda umekwisha. Yule mwenye haki muda wowote yuarudi kuja kuwaondoa. Na si hivyo tu, atakomesha pia utawala na ufalme wetu. Tunahitaji kujipatia watu zaidi iwezekanavyo katika ufalme wetu. Na watuma mkaue na kusababisha mitafaruku katika familia za Wakristo na katika makanisa. Makanisa mengi duniani tumefanikiwa kuyakamata na yapo chini ya mawakala wetu. Na watuma kwa wachungaji wale ambao ni watumishi wa kweli wa yule mwenye haki.
Muwafanye warudi nyuma, wakengeuke na kuacha kuhubiri na kufundisha watu injili ya kweli inayowafanya watu waokoke na kuishi maisha matakatifu. Hata wahubiripo, nataka ujumbe uwe ni ule ambao watu wanavutiwa nao na wanapenda kusikia. Uwe ni ujumbe unaolenga mambo ambayo binadamu wanayatamani, au uwe ni ujumbe uliojaa uchekeshaji na midhaha. Haya ndio mambo binadamu wanapenda kusikia, maana hawapendi kuhubiriwa injili ya kweli yenye kuwatakasa. Lakini pia mkasababisha watu kusinzia makanisani wakati neno la Mungu likiendelea. Na pia wapelekeni tamaa ya fahari ya dunia, yani vitu vizuri vyenye kutamaniwa katika dunia. Mkawashikanishe mioyo yao na vitu vya dunia, kana kwamba uhai wao umo katika hivyo vitu. Na kwa wanawake, na wapa ulozi maalumu wa kuwapagawisha wanawake katika vitu vya kidunia: mavazi, vipodozi, rangi mbalimbali, na kujipamba na kujiremba, na uvaaji wa suruali kote nyumbani, mtaani na hata kanisani. Na wapa ulozi wa kuwafanya waamini kila uongo mtakaowaambia. Waambieni wanawake umuhimu wa kuacha nywele zao wazi bila kufunika kichwa wawapo kanisani, wakionyesha nywele zao zilizotengenezwa kwa gharama kubwa. Pia wafanyeni waamini kuwa mwonekano wa nje sio wa muhimu machoni pa Mungu, mkiwapatia kifungu cha Wagalatia 5 mstari wa 7 hadi wa 8. Pia nitatuma mawakala maalum katika makanisa mbalimbali kama wachungaji na viongozi watakaowapotosha katika hilo. Watawaambia kuwa mavazi na uvaaji kwa ujumla, Mungu haangalii mwonekano wa mtu kwa nje. Wajinga kabisa. Nendeni mkasababishe mtafaruku katika familia za wachungaji na wake zao pamoja na watoto. Nitampeleka pepo Beriane kama msaidizi wenu kwa hiyo kazi. Huyu atasababisha ugomvi na machafuko katika makanisa yaliyosimama na yanayojaribu kumwabudu Mungu katika roho na kweli, na katika familia za washirika wa hayo makanisa. Nendeni mkasababishe madhara makubwa, mkafarakanishe familia na ndoa za waamini na wachungaji wao, kwa kuwa wengi wa hawa waamini hawawi waangalifu, tena hawana maisha ya maombi, bali wako biza na shughuli zao tu na mambo mengine yao binafsi. Tembeni mitaani, hakikisheni mnavaa nguo za kubana kuonesha umbo na maungo ya miili yenu. Hii ni moja ya mishale tunayoweza kutumia kunajisi akili za vijana wanaomcha yule mwenye haki. Nakwambia tutawapata kwa namna hii. Na mkisha kuwanasa tu katika mtego, waueni mara moja ili wasiwe na fursa ya kutubu. Nendeni makanisani mkawafanye hata wachungaji wa watamani kimwili. Na waruhusu nyie ambao mmepangiwa kwenda kufanya kazi katika makanisa yanayohubiri utakatifu kuvaa sketi, lakini hizo sketi lazima ziwe zile za kubana, zinazoonesha umbo na maungo ya mwili. Hawa wapuuzi wanaojiita wachungaji hawataweza kuwakemea kwa sababu hamjavaa suruali. Wapuuzi hawa, hakikisheni mnavaa nguo ambazo hazifuniki matiti yenu vizuri hata kanisani. Atakayeshindwa kufanikiwa katika kazi yake aliyotumwa kufanya, ahesabu amekufa. Jifanyeni kama mabinti wa kiroho kweli kweli, mkitoa hata unabii. Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 16 hadi 18 inasema kwamba ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta, aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Akamfuata Paulo na sisi, akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, mwenye kuwahubiri njia ya wokovu. Akafanya hayo siku nyingi, lakini Paulo akasikitika. Akageuka akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo umtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. Baadhi yenu na watuma kwenye vituo vya runinga na redio, mkaeneze misemo na lugha zisizofaa,
mkaandae vipindi vichafu na visivyo na maadili vionyeshwe kwenye runinga masaa yote. Na watuma baadhi yenu kuwa wanamuziki, tumieni maneno na lugha chafu zisizo na maadili katika nyimbo zenu, kama vile Mtakatifu Janet wa Lagos, Nigeria, katika albamu zake zote. Imbeni pia hata muziki wa Kikristo, nyimbo za dini. Katika hizo nyimbo mcheze kama Shakira, chezeni mvunje kama Michael Jackson hata kanisani. Wapuuzi ambao hata wafikiri wataanguka katika mtego wenu. Wengi wenu ni marafiki na hawa wa kiume na wa kike ambao ni wapya katika wokovu. Sasa nataka mzidi kuwa karibu nao zaidi. Kwa hivi vipodozi hawatawakatalia. Wapuuzi kabisa, wanadhani wanaweza kushinda kutongoza kwenu kwa hayo maombi yao. Wapuuzi. Tutawanasa. Jirahisini kwa wanaume, haribuni familia, nachukia furaha, vunjeni ndoa na mvuruge familia. Wapumbavu watajielekeza kutafuta mchawi na kuwalaumu majirani zao kuwa ndio chanzo cha hayo yote. Nahitaji damu zaidi ya wachungaji na wainjilisti. Hakikisheni mnawatongoza kwa ile nguvu ya kutongoza iliyo kwenye macho yenu na shepu za miili yenu. Wapagawisheni mpaka wanase kwenye mtego wa ngono, na mkifanya nao ngono ingizeni mipira. Maana madhabahu ikinajisiwa, roho wa yule mwenye haki anawaacha na kanisa linanajisika. Watokeni katika ndoto za usiku, vaeni kikahaba kanisani. Vifua vyenu, maziwa na mapaja yenu nje vinatosha kuwanasa. Hakikisheni kanisani mnakaa sehemu ambayo uelekeo wa macho yao haukwepeki. Kama wakijifanya wajanja macho yao yasiwaelekee mwapo ibadani, jifanyeni kuwatembelea ofisini. Huko lazima watawaona na kuwaangalia. Na wakiwaangalia lazima wapagawe. Hata wahubilipo kanisani macho yao yatakuwa yanawatafuta miongoni mwa washirika. Hivyo akili itahama, mahubiri na maombi yao yatakuwa hayana nguvu. Tembeni kwa madaha kanisani kiasi kwamba hata wanaume waoga kutongoza wanawake wawaonapo wakimbie mafichoni kuanza kujichua. Pindi watazamapo picha yenu itabaki na kujaa akilini mwao, na wapuuzi watawawakia tamaa akilini mwao. Itahitajika nguvu ya yule mwenye haki pekee kutoa picha yenu katika akili zao. Kuwanasa kwa hii mbinu ikishindikana, fanyeni kuzima moto ndani yao kwa njia ya zawadi, chakula, nguo, bahasha na zawadi zingine nyingi. Wakifunga siku 3, nyie fungeni siku 9 kuwapiku, ili kumaliza nguvu funga yao isiwe na matokeo yoyote. Mkihitaji damu katika dharura, nendeni tu miongoni mwa watu wanaovaa na kutumia vitu vyetu, yani perfume, rangi za midomoni, vikuku, nywele za bandia, heleni, michoro kwenye ngozi na vingine vingi. Fikeni tu mwaweke mpira na kuanza kuwanyonya damu yao. Nyonyeni damu yeyote anayependa kuvaa kama ninyi. Farakanisheni ndoa changa na taraka ziongezeke. Kawafanyeni vijana wadogo na watoto kusumbua wakati wa mahubiri kanisani. Wapagaeni watoto kwa biskuti na peremende kama zawadi. Hivyo vitu vimeambatanishwa na pepo la ukaidi. Wataanza kuwa wakaidi kwa wazazi wao. Waingizeni katika uchawi watu wazima, vijana na hata watoto na yeyote mtakayempata. Lakini pia mwingizeni katika uchawi yeyote mnayemfanya naye ngono. Tunahitaji mawakala zaidi kuchukua nafasi za waliotoroka. Waingieni wapiga dramu, wapige mapigo ya kishetani. Jiungeni na kwaya ili mpenyeze mziki na namna ya uchezaji wa kishetani kwa jina la mziki wa Injili. Wanaume, hakikisheni mnawavuta kingono wanawake kwa pesa na kwa kila kitu mmepewa. Wakumbatieni mkiwa katika kusalimiana. Rukeni baadhi ya vifungo katika mashati yenu ili kuacha wazi sehemu ya vifua vyenu.
hakikisheni mnawanasa na kulala nao. Na ninyi wanawake, jirahisini kwa wanaume katika kwaya walale nanyi. Lazima tuvuruge kanisa. Lakini kwa Wakristo mabinti, watokeeni katika ndoto kama waume watarajiwa. Wapumbavu wataingia mkenge, wala hawatasubiri kuingia katika maombi zaidi. Kwenu ninyi wachungaji, mnahitaji washirika wengi zaidi na nimewapa. Wacheni washirika katika makanisa yenu wavae watakavyo. Ingizeni uzinifu kanisani kwa kuacha na kuoa tena. Msiruhusu washirika wenu kufunika kichwa wawapo kanisani. Waambieni wanawake umuhimu wa kutofunika kichwa wawapo kanisani na sababu kwa nini wanatakiwa kuonesha nywele zao zilizotengenezwa kwa gharama kubwa. Na msisahau kuwashauri wanawake kuwa mioyo ndiyo inafaa kuwa safi mbele za Mungu, kwamba Mungu haangalii wala hajishughulishi na mwonekano wa nje. Waambieni wavae vyovyote tu kanisani au hata nje ya kanisa. Wokovu upo moyoni, si katika mwonekano wa nje. Napendekeza suruali kwa wanawake pia kama vazi la sare kwenye kwaya. Wokovu, utakatifu na haki viondoeni kabisa midomoni mwenu. Mkienda kinyume na maagizo haya, nitawaharibu na kuwaua. Kumbukeni nilivyowaharibu baadhi ya wachungaji kule Nigeria na Ghana. Waambieni tu watoe maisha yao kwa yule mwenye haki, kisha waendelee kufurahia maisha yao katika dhambi, kwamba tayari majina yao yamo katika kitabu cha uzima. Hubirini usalama na amani pamoja na injili ya mafanikio ya kimwili. Namna hii watu wengi watamiminika katika makanisa yenu. Nimewapeni uwezo wa kufanya miujiza, kuponya wagonjwa, vipofu, viwete, viziwi pamoja na kufufua wafu. Ndiyo, mnayaweza hayo yote. Tumegundua jinsi ya kufanyiza kila kazi na miujiza inayofanywa na yule mwenye haki. Tunaweza kunakili hizi kazi zote tukatengeneza za uongo, lakini bado hatuwezi kuibadili damu yake na kufanyiza ya uongo. Hivyo vyote, uponyaji, ishara na miujiza ambavyo utavifanya vina gharama yake maalumu ambayo huna budi kuilipa. Lazima mtoe kafara mmoja miongoni mwa jamaa zenu wa karibu kila mwaka, na hamtakiwi kula chakula kilichoandaliwa na mwanamke. Mfanyapo muujiza wowote, ugonjwa au udhaifu huo utaenda kwa mtu mwingine, lakini si mara hiyo hiyo kiasi kwamba mtu ashtuke. Hapana, mnaweza kutaja jina la yule mtu wa haki muapo katika kuhubiri na wakati wa kuombea wagonjwa. Tumebadili kila kitu na kutengeneza cha uongo, maana kila mtu leo anaenda kanisani kutafuta miujiza, pesa, mume, mke, watoto, kibali maalum cha kuishi Marekani, baraka, kupandishwa cheo, ajira pamoja na mambo mengine. Soma Marko 13 mstari wa 22 hadi 23. Kwa hiyo ahadaeni na hivyo vitu vya kidunia, wafanyeni wasione umuhimu na sababu ya kutafuta au kujifanyia hazina mbinguni, bali waadaeni kwamba hiyo mbingu tayari ipo hapa duniani. Nendeni kwenye vipindi vya runinga na redio, mkatangaze huduma zenu kwa nguvu zote. Wajinga watamiminika kuja makanisani mwenu na kuacha makanisa ya ushirika wa kweli. Na watuma nyote, nendeni mkanitumikie, daima nipo pamoja nanyi. Ukutanapo na hatari yoyote au ukutanapo na mtumishi wa kweli wa Mungu mwenye nguvu, nitumie kiashiria tu, nami nitatia timu hapo kuja kukuokoa. Mimi ndiye Malkia wa wote wanaoitwa Malkia, Malkia wa pwani. Mimi ni Malkia Yezebeli, mama wa dunia yote, mama wa wote wanaoitwa mama. Mimi ni mkuu wa Wajemi na daima naweza kujidhihirisha katika namna nyingi na kwa majina tofauti tofauti. Si mjane mimi na sitaomboleza kamwe. Ha 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 ha. Nenda mkainajisi dunia yote, tupo pamoja.
Ninyi mawakala binadamu na watuma mkawe wanamuziki wakubwa duniani, na watuma katika makundi matatu. Kundi la kwanza, mwende mkaimbe muziki wa kidunia. Mwimbapo sauti yenu itakuwa tamu kama asali masikioni mwa wale wanaowasikiliza. Wajinga wanaoimba nyimbo zenu wataangamia, na watuma duniani pote, na muziki wenu utakamata sana na sauti zenu zitasikika kila sehemu. Yeyote atakayeziimba nyimbo zenu ataangamia, majina yao yataandikwa kwenye hivi vitabu. Mnatakiwa kuziweka wakfu kwa Lucifer, mfalme wa giza, album zenu zote. Ni kama vile wimbo wa Musa ulivyosimama kama ushuhuda dhidi ya wana wa Israeli. Hizi nyimbo pia zitakuwa kama ushahidi dhidi ya yeyote anayeziimba kama kipenzi chake. Nafsi zao zitakuwa halali yangu milele. Nimekwisha kunasa nafsi bilioni 6.5 kwa ajili ya muziki, na nitazidi kupata nafsi nyingine zaidi. Nusu ya vijana wa Nigeria niliwapata kwa kupitia Doro pamoja na African Queen. Wajinga wanadhani aliimba juu ya hawala wake. Mimi ndiye African Queen. Nimenasa nusu ya dunia kupitia huu wimbo wa African Queen. Nimewanasa pia kupitia Mistake. Nimewanasa vile kupitia Celine Dion na Michael Jackson na wimbo wake wa Thriller. Ninayo majina yao kwenye kitabu changu, na nitakitumia hicho kitabu dhidi yao kama uthibitisho kuwa wana mapatano na mimi. Nitamtumia Rihanna kuvuta ulimwengu chini ya mwamvuli wangu. Nitawapata wengi zaidi. Hakikisheni mnaweka nguvu zaidi kwenye huu mkakati kwa njia ya muziki, na nitawatunuku tuzo za Grammy na MTV. Justin Timberlake, Faith Harmon, Drake, Kanye West, Beyonce, Katy Perry, D'banj, Don Jazzy, Sia, Megan Trainor, Davido, Madonna, Dr. Dre. Nataka muongeze juhudi. Nitekeni nafsi nyingi zaidi, na nitawatunuku tuzo za Grammy. Na watuma baadhi yenu mkawe waumini wa muziki wa Injili. Nyimbo zenu zitakuwa ovu na zilizonuiziwa mapepo, lakini zitaonekana kama nyimbo za dini, na sauti zenu zitajulikana na kusikika ulimwenguni pote. Wapuuzi ni vipofu, hawaoni macho ya kiroho kuweza kuona kuwa si wimbo wa dini, kama wanavyopumbazwa na albamu yangu You Make Me High. Nyimbo zetu zinaimbwa katika familia za Kikristo na makanisani. Nitaenda mahali ambapo nyimbo hizi zinaimbwa, na hao wanaoziimba watakuwa halali yangu, maana imeandikwa, popote nitakapoweka mguu patakuwa pangu, kwa mujibu wa Kumbukumbu 11:24. Nimepeleka maelfu ya wanamuziki wa Kikristo katika nchi za Afrika, hasa nchi za Afrika Kusini, Zimbabwe, Zambia, Kongo, Ghana, Nigeria na kadhalika. Na waapiza mstaji jina la yule mwenye haki katika nyimbo zenu. Na waapiza msinukuu vifungu vya Biblia katika nyimbo zenu. Na waapiza album zenu msiziite jina lolote la utakatifu. Endapo mtafanya kinyume, nitawaangamiza. Na waapiza msiimbe kuhusu wokovu na toba. Zinatakiwa tu ziwe nyimbo zinazomtukuza Lucifer ndani yake. Ingizeni mapigo, yani beat mbalimbali za muziki ya kipepo katika album zenu. Wale miongoni mwenu mliotumwa Nigeria, badilini jina la yule mwenye haki kuwa Igwe. Badilini jina lake kuwa Baba. Badilini jina lake kuwa Dansaki. Badilini jina lake kuwa Msaidizi. Tumieni kila jina la uongo, lakini nawaonya, msitaje jina lake halisi katika albamu zetu, kwa sababu chachu kidogo huchachusha donge zima. Nyumba ambazo hizi nyimbo zinachezwa zitakuwa halali yangu. Kanisa ambalo hizi nyimbo zitachezwa itakuwa halali yetu, maana palipo na mzoga ndipo tai wakusanyikapo. Yeyote anayeimba hizi nyimbo ataandikwa jina lake katika kitabu chetu. Tayari nimetuma mapepo yasiyokuwa na idadi.
kama wabunifu na watengenezaji wa muziki, mnatakiwa kupromoti muziki wa kishetani na muhakikishe wanashinda tuzo za Grammy. Lakini na watumwa muwalenge wenye vipaji vilivyo dhahiri waweze kuimba nyimbo za dini. Mlenge kuwanasa wenye vipaji vyenye kutumika kukuza na kueneza ufalme wa Mungu. Hao hakikisheni wanavunjika moyo katika huduma zao hizo kwa kuongeza kidunia kidogo katika kazi zao kihuduma. Kwa mfano, wanawake kuchanganya mapigo ya muziki wa dunia katika nyimbo zao. Na wasaini mikataba na ninyi kuwasaidia kuziboresha nyimbo zao, kisha mnaweza sasa kuzibadili kidogo mashairi ya nyimbo zao ambayo awali walivuviwa na Mungu kuyaandika ili kuingiza mambo tunayotaka. Wadanganyeni, mwapotoshe na hatimaye mwapoteze kabisa njia. Waambieni kuwa hawawezi kuuza ikiwa wataimba katika namna fulani, yaani yenye maudhui ya kidunia. Kwa hili itawabidi tu kukubaliana nanyi. Wajinga watasahau kuwa Mungu anawawazia mema, kuwapa mema wayatumiayo katika siku za mbele. Hakikisheni mnabadili muziki wao kuhakikisha wanatoka katika njia ya Mungu mpaka hatimaye waanze kuimba kama sisi. Pindi likifanikiwa hili, Roho Mtakatifu atawaacha, na sasa ndipo tunaweza kuharibu tukufu wao. Hakuna mtu atakayetaka kuwasikiliza tena, kwa maana wameshindwa kungoja muda wa Mungu kwao. Lazima tuwafutilie mbali na soko wale wanaoimba muziki halisi wa Mungu. Na watuma baadhi yenu kuwa manesi na madaktari mkafanye kazi katika kila hospitali ulimwenguni pote. Mnatakiwa kupeleka watu wengi chini katika bahari kuu kupitia huu mkakati, na mnatakiwa kuingiza wagonjwa katika ushirika kwa njia ya dawa na sindano mtakazowapa au kuwachoma hospitalini. Napeleka meli zilizosheheni mabomba ya sindano yenye mapepo, vile pamba za hospitalini, vifaa vya kufanya upasuaji pamoja na mashine za teknolojia ya kisasa kabisa. Hivi vyote na visambaza vikiwa nimeviambatanisha na mapepo. Hivi vifaa vyote vinahitaji tu vigusane na damu ya mtu. Tayari mapepo yanamwingia huyo mtu mara moja, na hii itapelekea huyo mtu kupoteza wokovu wake. Msiwe na chembe ya huruma na mtu. Nimepeleka mbu wenye sumu milioni 30 duniani, waume watu na kuwaachia maradhi mbalimbali katika miili yao. Pia kuna mamilioni ya mapepo wanaozagazagaa katika anga lote wakiwa na kazi ya kuichafua anga, yani hewa, na aina zote za magonjwa. Baadhi ya mapepo yametumwa viwandani na maofisini wakafanye kazi kama wafanya usafi, kusafisha vyoo vyao na kuweka uchafu katika mfumo wa maji, kiasi kwamba mtu akitumia choo na asipoomba atapata maradhi ya namna zote. Kuna aina za magonjwa yasiyokuwa na idadi ambayo tunatakiwa kuyapeleka na kuyasambaza duniani. Kwa hiyo pia wanahitaji dawa zetu. Katika matibabu, natuma pia dawa 20,000 za kila aina, zikiwa na nguvu ovu mbalimbali, zilizotengenezwa na majeshi ya maelfu ya mapepo. Unajua, mapepo hayaugui wala hayachoki. Watakapotumia hizi dawa watapata nafuu. Kisha hizi dawa zitawaponya, lakini zitaangamiza nafsi zao, kwa sababu zitaonekana kama sisi tunavyoonekana mbele za Mungu. Nafsi zao zitakuwa zimenajisiwa mbele za Mungu kwa sababu ya hizo dawa walizotumia zilizotengenezwa na mapepo. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 24 inasema, yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukawa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, kwa kupigwa kwake mliponywa. Wajinga wametegemea sana dawa zetu kwa uponyaji badala ya kutegemea nguvu za yule mwenye haki ambaye kwa kupigwa kwake aliwaponya.
Mtu yeyote anayetumia dawa yoyote kati ya dawa zetu kwa uponyaji atakuwa anajiangamiza. Jina lake lazima liandikwe katika kitabu chetu na atakuwa ameingia agano hatari na sisi. Pia nimetoa mapipa 40 ya mate kutengeneza kemikali ambayo itatumika kutengeneza madawa zaidi. Pia mapipa kadhaa ya tindikali aina ya ascorbic yamekwisha kusambazwa ulimwenguni kwa ajili ya kutengeneza madawa na chakula. Unaweza ukaona kwamba wanadamu hawatumaini tena katika nguvu ya maombi kwa uponyaji, bali katika nguvu ya dawa. Kipindi cha kwanza mitume waliweka tu mikono yao juu ya wagonjwa na wakapona. Lakini hawa Wakristo wajinga na wavivu hawawezi kufanya hivyo. Hata wale wanaojiita watumishi wa Mungu nao leo hii wanategemea dawa zetu kuliko nguvu ya Mungu. Hawajui nguvu gani walionayo. Kwa hiyo tunataka tutumie huu mkakati kwa manufaa yetu. Kama watatumia madawa yetu, mambo ya Mungu yatawapisha mbali katika mioyo yao. Kwa kutumia haya mabomba ya sindano yanayosheheni melini, nataka yatumike kuingiza uchawi na mapepo katika damu za watu wakati wa kuchukua vipimo vya damu. Wajinga hutegemea katika nguvu ya dawa pekee kwa uponyaji kuliko nguvu ya yule mwenye haki. Hakikisheni mnateka nyara nafsi za watu na kuzipeleka chini katika bahari katika kufanya shughuli zetu. Watakuwa mateka watu hawa chini ya bahari. Mapepo yaliyotumwa mahospitalini lazima wainajisi damu yote katika benki ya damu kwa wagonjwa na roho chafu. Haya mapepo yanatakiwa kunyonya baadhi ya damu na kuacha mate yao pamoja na roho chafu katika damu iliyo katika benki ya damu. Itachukua nguvu ya yule mwenye haki pekee kumponya yeyote anayetumia dawa zetu au damu iliyonajisiwa na mapepo. Pia nasambaza madawa yasiyohesabika kwa ajili ya wanawake wenye mimba. Kila wayatumiapo watakuwa dhaifu kiroho. Wajinga hudhani mimba ndiyo huwafanya wachoke na kuishiwa nguvu. Watakuwa dhaifu kila pindi wayatumiapo haya madawa. Wajinga wanashindwa kufahamu siri iliyo katika nguvu ya maombi. Watumiapo madawa yetu watakuwa dhaifu, wamechoka, hawawezi hata kuhudhuria ibada. Watakuwa dhaifu, hawawezi hata kusoma Biblia zao au hata kuomba. Watakuwa dhaifu katika roho na mwili hadi hatimaye wamekufa kabisa kiroho. Kila mnapokutana na mwanamke mjamzito asiyeishi maisha ya kuomba, tekeni nyara mtoto aliye tumboni na mumbadilishe kuwa pepo, yani mchukue mtoto na mumwekee pepo tumboni. Kila familia popote duniani, hakikisheni walau mawakala wangu 2 wanaishi katika hiyo familia. Hii itakuwa vyepesi kujua mipango na shughuli zinazoendelea katika kila familia. Ingieni makanisa hai na mjifanye Wakristo wa kweli mliokoka na muwalenge kuwaangusha wale wasiooa au kuolewa ila wamesimama katika imani. Jipenyezeni ili muwaoe na kuolewa nao. Kama ikitokea, hakikisheni mnaharibu maono yao. Haribu ushuhuda wao, haribu wito wao na uinjilisti. Geuzeni kabisa mioyo yao itoke kwa Mungu na hatimaye muwaue ghafla. Wafanyeni wajute kuwaoa au kuolewa nanyi. Wajisikie kuwa walifanya kosa kubwa katika maisha kuchagua kuoa ama kuolewa. Na watuma baadhi yenu kuanzisha shule na teolojia na kuanza kuwafundisha mafundisho yetu. Yeyote anayesoma katika shule zetu za teolojia, yani elimu juu ya Mungu, watakuwa na mbegu yetu ndani yao. Siku ya mahafali wawekeni wakfu kwa mapepo. Nawapa kibali cha kuanza kutengeneza nywele za plastiki. Natambua makanisa yaliyo mengi sasa wanawake wanapenda sana hizi nywele na ni ruksa kuvaa. Kila pepo na kila wakala wetu katika kila kanisa lazima kunuiza uchawi katika kila hizi nywele.
Kila mtu ambaye bado anazitumia atadhoofu kiroho, na roho nzito ya kutokupenda neno la Mungu na mahubiri kanisani itamvaa, na hali hii itamfanya hata kusinzia wakati mhubiri akihubiri. Lakini huu ulozi hautafua dafu kwa wale wa Kristo vichaa, wale ambao hawataki kuwa rafiki wa dunia na muda wote wapo katika maombi. Lazima tusababishe yule mwenye haki alitelekeze kanisa, kama alivyofanya kwa Shilo na kwa hekalu la Solomoni, maana nyumba yake itakuwa imejawa na machafuko yetu. Soma Yeremia 12 mstari wa 7 hadi 12. Na kama ikitokea akalitelekeza kanisa, nitakuja na kutawala dunia kwa raha mustarehe. Pia mkate na divai kwa ajili ya meza ya Bwana na mafuta ya upako ni miongoni mwa vitu vilivyo katika shehena ya meli. Hivi vinalenga kutumika kuwaingiza watu katika nguvu za giza bila wao kujua. Pia viyoyozi vilivyo katika shehena ni kwa ajili ya kupulizia na kuzima mwanga na kuwaacha watupu. Jifanyeni wahudumu makanisani, waingizeni watu katika nguvu za giza kupitia chakula kinachoandaliwa kanisani. Ni Wakristo wenye maisha ya maombi pekee ndio wanaoweza kupona katika huu ulozi. Lazima tuwafanye watu kuwa mazimwi wala nyama na damu za watu. Lazima tuwafanye kuwa wenye hatia mbele za Mungu kwa njia ya chakula. Kwa hiyo na watuma ninyi baadhi ya mapepo duniani kuanzisha sehemu za kulisha chakula na sehemu za huduma ya chakula cha chapchapu. Nitakuwa nikifanya ugavi wa nyama za watu wakati kwa wakati kama kitoweo kwa ajili ya kuandaa mapishi yenu, mkate wa nyama, pizza na kadhalika. Pia idadi ya watoto wa kutolewa mimba na mama zao ambao wanapelekwa chini ya bahari kila iitwapo leo imepanda sana. Baadhi ya hawa watoto wakibadilishwa na kuwa bata mzinga na kuku waliogandishwa. Kila binadamu katika uso wa dunia lazima anajisiwe. Damu ya watoto ambao mimba zao zinatolewa kabla ya kuzaliwa itadaiwa juu yao. Chakula kitawafanya kubadilika na kuwa kinyume na kila kitu kinachoitwa utakatifu. Watazama kwenye dhambi, hata dhambi ambazo hawakuwahi kuwaza kuwa watazitenda, na anga lote litajawa na kuenea machukizo anayoyachukia yule mwenye haki. Pia na watuma ninyi mapepo kwenda kuanza kutengeneza juisi na vinywaji vingine kama maji ya kunywa. Nitakuwa nikiwatumia ladha mbalimbali za kipepo wakati kwa wakati kwa ajili ya kutengeneza juisi zenu. Anzeni na juisi ya nanasi, ya tufaa na ya chungwa, ya ndizi, ya strawberry, ya yogurt, pia barafu zenye ladha mbalimbali na kadhalika. Na watuma baadhi yenu kama wakunga na manesi ili mniletee makondo ya nyuma na damu wakati wanawake wanapojifungua. Wekeni alama kwa kila mtoto kutumia mikono yenu. Nimetengeneza baadhi ya nguo za watoto, mabegi ya shule, viatu, na nimewapa baadhi yenu kibali cha kutengeneza pampers za watoto, chakula cha watoto, biskuti na chokoleti. Pia nimepokea video za katuni aina tofauti tofauti pamoja na michezo ya kucheza kwenye runinga kutoka kwa mfalme wa ufalme wa chini ya dunia. Magi, Rozi, Eva na Magaro wameleta orodha ya katuni ambazo zinatoka mwaka huu. Tumefanikiwa kutengeneza katuni 30,000 zikiwa zimenuiziwa nguvu za giza za aina tofauti tofauti, uchawi pamoja na katuni zingine ambazo ni mapepo halisi. Hizi katuni zimesemewa maneno ya laana ili watoto wakapagawe, kama tulivyofanya kupitia katuni za Ben 10, Demon University, SpongeBob, Shulk, Rango, Little Mermaid, Beauty and the Beast, The Lion King na nyingine. Lazima kusiwe na namna injili kuhubiriwa siku zijazo. Kila mtoto lazima aharibiwe tangu utotoni ili kusiwepo mtoto anayekuwa maisha yake akampenda Mungu au Kristo wake.
Wekeni roho za ukaidi ndani ya watoto, roho ya kiburi na kujikinahi, roho ya uzinzi, ghadhabu, hofu, uongo, uvivu, wizi na uuaji. Wanatakiwa wakue wakiwa na roho yetu. Kwa sasa maelfu ya katuni zimekuwa zikipakiwa katika shehena ya hizi meli. Zootropolis na Peter's Dragon, Mermaid, Kung Fu Panda, Batman vs Superman, Ice Age, The Little Prince, Ava's Passion, Beauty and the Beast, Little Mermaid na The Jungle Book, The Good Dinosaur, Life of Petty, Hotel Transylvania, Norm of North, Strange Magic na nyingine nyingi. Lakini pia Disney, Nickelodeon na chaneli nyingine nyingi watoto wanatakiwa kuangalia. Na watuma baadhi yenu mwanzishe shule na vyuo. Shule zenu zitakuwa ni shule bora katika jamii, na kila shule mnatakiwa kutupa nguvu za giza kwenye maji ambayo watoto watakunywa shuleni. Chakula cha pamoja shuleni lazima kiwe kimenuiziwa nguvu za giza. Sare zinazouzwa shuleni lazima ziwe zimenuiziwa. Kusiwe na namna yoyote ambayo watoto watakwepa mitego yetu. Kila mwanafunzi katika shule za bweni ni wetu. Watoto wote duniani, hata watoto wachanga, lazima waingizwe katika nguvu za giza. Mpaka wanakuja kufikia chuo kikuu, wawe wamekuwa wataalamu katika shughuli zetu. Na watuma pia baadhi yenu kuwa mayaya wa vituo vya kulelea watoto wachanga wa kutwa, yani daycare, na wafanyakazi wa ndani. Mwingizeni katika uchawi kila mtoto aliye katika uangalizi wenu. Walisheni nyama mbichi za binadamu na damu hadi wamekolea na roho za kishirikina na nguvu za giza. Na watuma baadhi yenu makanisani dunia nzima mkawe walimu wa watoto. Ikiwa hivyo, hakikisheni mnawaingiza katika uchawi na nguvu za giza watoto kanisani kwa kutumia biskuti pamoja na peremende. Wale wapuuzi wanaojiita wachungaji ambao ni vipofu na hawana muda wa maombi, pindi ndege walioingizwa kwa watoto hawa watakapokuwa, hawa watoto kanisani kwake ndio watakaotumika kuharibu mipango ya kanisa. Mnatakiwa mkajaze katika wavuti, yani internet na Facebook, mkiwakabiri hasa wanaohubiri kupitia mtandao wa Facebook. Cha kufanya ni kwamba watumieni maombi mengi tu ya urafiki. Kwa kuwa wanakosa macho ya kiroho, watadhani wanawahubiri binadamu wa kawaida, wasijue wanahubiria mapepo. Watumieni jumbe ambazo zitawauzi, pengine wanaweza kuudhika. Ikitokea hivyo, itakuwa rahisi kufitini ili kufanya jumbe zao za injili kubezwa. Tumeni na kusambaza pia jumbe zinazoonekana nzuri lakini ni hatari. Mnatakiwa kutuma jumbe ambazo zina nguvu za kipepo ndani yake ili kuwafanya Wakristo dhaifu kutouamini ukweli. Pia lazima na ninyi mumuhubiri yule mwenye haki, lakini katika namna ambayo ni kinyume cha ukweli, ili kuweza kuwapotosha baadhi ya watu. Tumieni vyeo kama mchungaji au mwinjilisti kama jina la profaili katika ukurasa wenu ili kuwahadaa watu. Mnaweza kutumia picha ya msalaba wa yule mwenye haki katika profaili zenu ili kuwahadaa zaidi, ili wajinga waamini kuwa ni mtumishi wa Mungu. Yeyote mwenye neno la kweli la Mungu, mlengeni huyo na muhakikishe mnauruhusu ujumbe wake ili watu waamini mafundisho yenu. Baadhi na watuma kama wataalamu. Hakikisheni mnaweka picha za utupu katika kila ukurasa wa wavuti anaoingia mtu, hata kama ni ukurasa wa Kikristo. Tengenezeni picha ya utupu ambayo itakuwa ikiibuka tu kila ufunguapo ukurasa, ikiwaomba kufungua kuweza kuona picha za wanawake wazuri. Picha itakuwa imebeba nguvu ya kutongoza na kushawishi. Iwapo mtu atatupia jicho la pili aionapo, hii nguvu ya kipepo iliyo katika hii picha itamtongoza na kuanza kumvuta. Endapo ataifungua, amekwisha.
na mara hiyo hiyo jina lake litaandikwa kwenye kitabu changu, na nafsi yake tutaifunga mateka chini ya bahari. Ni malikia mimi, nakaa malikia, si mjane mimi ati, sitaweza kuwa na huzuni kamwe. Okay, haya, namna hiyo mfuatiliaji mpendwa, hiki kicheko ambacho nacheka hapa kimeandikwa hapa kwenye ushuhuda huu ambao tunaufuatilia. Kuna kicheko kabisa kimeandikwa hapa. Kwa hiyo mimi najaribu kutoa ujumbe pamoja na kila kitu ambacho kimeandikwa. Na nikushukuru sana wewe ambaye unafuatilia popote pale ulipo, wewe ambaye umefuatilia tangu mwanzo hadi hapa. Nikukumbushe tu kwamba unafuatilia ushuhuda mkubwa kabisa, mikakati ya Malkia wa Pwani dhidi ya kanisa. Ni ushuhuda ama maono ambao waliweza kupewa watumishi wa Mungu ambao walifanikiwa kukutana na huyu Malkia wa Pwani. Nami hapa nayaleta kwako kama ambavyo watumishi wa Mungu wameweza kunifikishia hapa. Nikwambie tu kwamba usiogope, usitishike, tumaini lipo. Haya mambo ni magumu na ni mazito kweli kweli hapa, lakini usiogope. Kuna namna ambayo naamini ukifuatilia hadi mwisho utabarikiwa sana na utatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Zaidi ya yote, endelea kuzingatia kila kitu ambacho kinaelezwa katika ushuhuda huu. Usisahau kusubscribe kwa wewe mgeni, lakini pia sambaza kadri uwezavyo. Nikukumbusha kwamba haya ni maono ambayo walipewa moja kati ya watu ambao waliweza kufanikiwa kwenda kuzimu na mbinguni, wakakutana na huyu Malkia wa Pwani, ambapo sasa waliweza kuyasikia yale maagizo ambayo alikuwa anayatoa na hatimaye wakaweza kuyaandika na yametufikia hapa. Ninachokifanya mimi, ninaweza kukusimulia kile ambacho kimeandikwa katika hayo maono. Kwa hiyo haya sio mawazo yangu, bali ni kile ambacho wale watumishi wa Mungu waliweza kuyaona na wameweza kutuletea mikakati hiyo. Kwa hiyo karibu sana tuweze kwenda wote hadi tamati. Jina langu ni Jackton Msafiri. Karibu sana. Promova TV, a home of testimonies. Malkia wa Pwani akaja akiwa na uso uliojaa kiburi. Akaja na ng'ombe 6 akasema, hawa ng'ombe ni kutoka miongoni mwa washirika wapya waliokuwa wameketi chini bila kujali nilipowaamuru nyote kusimama. Mnadhani mnaweza kunidharau kama mnavyomdharau yule mwenye haki pindi mwambiwapo kusimama kanisani? Maana kanisani bila kujali wengine hubaki wamekaa tu pindi mtumishi anapowaambia kusimama. Sasa hawa nitawafanya kafara kama onyo kwenu ninyi wengine. Huku hakuna kitu kinachoitwa huruma. Huku kila kutokutii hufuatiwa na adhabu kali isiyo na chembe ya huruma ndani yake. Lakini huku kama ukikubali na kutii, utakula mema ya nchi. Sasa ninyi watu wa masoko, hivi vinatakiwa kuingia sokoni. Uweni watu na kuuza nyama yao kwa wapuuzi waendao sokoni bila kuomba. Sasa nirudi katika mjadala wetu. Inaonekana tumeanza kupoteza mwelekeo, na Lucifer, bwana mkubwa, ametukasirikia sana. Tuna muda mfupi na idadi ya watakatifu ambayo yule mtu wa haki anasubiri itimie ili arudi inakaribia kutimia. Endapo tutaendelea kwa uzembe kuruhusu watu kuingia katika ufalme wa mbinguni, tutapoteza sana. Nasema hivi kwa sababu kati ya watu 350,000 waliofariki duniani ndani ya miezi 4, watu 4 wamefaulu kuingia katika ufalme wa mbinguni. Sasa mnaona, watu 4 wote. Sasa hakuna muda wa kupoteza, lazima tufanye kitu haraka. Huyu mwanamke mnayemwona hapa katika skrini yangu ni mtu anayetafutwa sana. Yupo Uganda na nimedokezwa kutoka ulimwengu wa 99 kuwa miongoni mwa hao waliofariki 4 ni kutoka Uganda, na kati ya hao 4, 2 wamefanikiwa kuingia katika ufalme ule wa mbinguni kwa sababu ya huyo mwanamke. Kutoka Zambia pia aliingia 1 na mwingine 1 kutoka Nigeria, ile nchi mbaya. Kwa hiyo na watuma 22 miongoni mwenu kwa huyo mwanamke.
wawili mtajifanya wageni pale mtaani kwake. Nendeni nyumbani mkajifanye washuhudiaji wa Injili nyumba kwa nyumba. Atawaambia kuwa yeye pia ameokoka. Kisha muulizeni anaposali, mwelezeni kuwa ninyi ni wageni eneo lile. Bila shaka atawakaribisha kanisani kwake. Jiungeni kanisani kwake. Kwa sababu ni wageni eneo hilo, atakuwa rafiki yenu wa pekee. Kwa hiyo anzeni kumzima na kumdhoofisha kiroho kidogo kidogo kwa kumpelekea zawadi mpaka mtakapomzimisha kabisa. Hakikisheni hapati muda wa kusoma Biblia. Hakikisheni mnampigia simu kila anapotaka kuomba. Kisha anzeni mijadala hadi amesahau kuomba. Zimeni bidii ya uamsho hiyo iliyo ndani yake. 6 kati yenu mwende mkaajiliwe ofisini kwake. Kisha mwanze mara moja kazi zenu ofisini kwake pia. 2 wenu muwe wafanya usafi ofisini kwake. Nuizeni roho chafu mezani na kwenye mafaili. Nuizeni roho chafu ya mkanganyiko na uchovu ofisini kwake, kwenye kiti na anapofanyia kazi zake. Na 2 muwe wafanya kazi wenzake. 2 wanaobaki mkawe watume wake. Mchunguzeni kwa karibu, mjue marafiki zake wa karibu. Kisha tumeni roho ya chuki kwa marafiki zake itakayowafanya wamchukie bila hata sababu ya msingi. Pia nendeni mkamfanye bosi wake asiwe mwema kwake hata kidogo ili kumkasirikia. Na wengine 2 mwende shuleni wanakosoma watoto wake, mkawe walimu. Hakikisheni mnawaingiza katika uchawi watoto wake. Na ninyi mnaobaki 2, nendeni ofisini kwa mume wake na muhakikishe mnaweka roho ya hasira na uchungu katika maisha ya mume wake. Kisha atatusaidia pia kumtesa na kumvuruga mkewe. Wakati kule mtaani wengine watakuwa wakimpa faraja. Hakikisheni mnashughulika naye mpaka pale mtakapokuwa mmemzima kiroho na amerudi nyuma. Ikiwa hivyo, mwangamizeni. Angalieni msijaribu kumwendea kwa pupa sasa, maana bado ana moto, mtaungua. Katika utafiti wangu nimegundua kuwa 80% ya hawa waamini wapya ni vijana, na wengi wao hawajaoa au kuolewa. Nje ya 80%, 30% yao waliamini kwa sababu ya huyu mwanamke. Yule mwenye haki amekuwa akimtembelea na kufunua kwake nyingi ya mbinu na mipango yetu kiasi kwamba imekuwa vigumu kwetu kumnasa. Anaonekana ni mkimya na mpole sana, kitu ambacho ni hasara kwetu. Amevunja nira zetu nyingi na kuacha huru mateka wetu wengi. Kilichoniudhi zaidi, wengi wa mateka wake ni Waislamu na Wakatoliki na hata mashahidi wa Yehova na baadhi ya Wabuza katika ofisi yake. Wakati pia 2 wa waganga wa kienyeji wangu niliokuwa nikiwategemea aliwateka. Ni nani yeye huyu anayejifanya ana nguvu sana? Ana nguvu ya aina gani huyu anayoitegemea? Wengi amewateka yeye. Mawakala wengi niliowatuma kwake wameangamia kwa maombi yake. Huyu anatakiwa wa kwanza katika orodha na tayari habari zake zipo mbele ya Lucifer. Ni wa kwanza anatakiwa. Yeyote miongoni mwenu atakayefaulu kumnasa ajihesabu mwenyewe kuwa malkia wa mfalme. Sasa nawatuma kwa hawa waamini wapya kwa sababu nimegundua kuwa wengi wao ni vijana na hawajaoa wala kuolewa. Wengi wao wamehitimu vyuo na baadhi yao wapo karibu kumaliza chuo. Sasa nawatuma ninyi nyote. 90% ya makampuni duniani kote tunayamiliki. Kwa hiyo mnatakiwa kupunguza umri wenu wa kuajiriwa kuwa miaka 20 hadi 23. Wengi wa hawa waamini wapya wana umri wa miaka zaidi ya 27. Sasa tutaona kama watapunguza umri wao kwa kudanganya umri ili kupata kazi. Wakidanganya umri, waueni mara moja. Msiwape nafasi hata kidogo. Najua wengi wao bado hawajaoa. Sasa nawatuma kwao. Kajifanyeni kama wana wa nuru mbele yao. Jiungeni katika huduma zao, kuweni katika maombi nao, muwe katika uimbaji pamoja nao. Kaweni katika kwaya, jiungeni katika timu ya maombi kwa minajili yao.
fanyeni kila liwezekanalo ili kuwa karibu nao. Kisha anzeni kuwaletea ndoto. Kila wakati wawaonapo katika ndoto, sauti itasikika ndani yao kuwa huyu ndiye mkeo au mmeo. Hakikisheni mnawashawishi mpaka waamini kuwa ninyi ndio wenza wa maisha yao. Wakishawishika, rudini mnipe habari, kisha nitawapiga mshale wa tamaa ya ngono dhidi yenu. Baada ya hapo, fanyeni kuwatembelea mara kwa mara. Wataishia kulala nanyi. Kama hilo likitokea, ingizeni mpira muwawekee joka sehemu zao za siri. Baada ya kufanya hivyo, watataka tena na tena, mwishowe baadaye waueni. Lakini mjue ya kuwa wale wenye mwito mkuu waweza kuruka mtego wenu wa kwanza. Endapo mtego wenu wa kwanza hautafua dafu kwa sababu hawataki kutenda dhambi, watakubali kuolewa nanyi au kuwaoa bila kuingia katika maombi zaidi kuuliza mapenzi ya Mungu kwanza. Maana hawawezi kuvumilia kusubiri kwa sababu ya msukumo wa tamaa ya kimwili. Mara tu mkioana nao, muwaharibu, vurugeni na kuangamiza kabisa huduma zao. Kumbukeni tulioyafanya wakati wa huduma ya Mtume Ayo Babalola na John Wesley. Kabla ya kugundua kuwa ninyi ni waovu na si watu wa kawaida katika maisha yao, watakuwa wamechelewa. Maana mtakuwa tayari mshakuwa wa maisha yao. Hapo tutawapata. Pia nimegundua kwamba baadhi ya hawa vijana wameoa ama kuolewa tayari. Tunatakiwa kutumia hizo ndoa zao kuhakikisha wanaanguka. Kumbukeni, sina haja ya kuwakumbusha tena kwamba 967 miongoni mwenu walishasagwa mavumbi mbele yenu katika mkutano wa mwisho kama matokeo ya kufeli mkakati. Kumbukeni, mashine ya kusagia daima ipo kwa yeyote anayefeli kukamilisha kazi aliyopewa. Nimewapa kila kitu kinachohitajika. Hamtakosa kitu. Nimewapa utajiri wa kutosha. Nguvu ya kupagawisha kimapenzi imo katika macho yenu. Petro wa pili sura ya 2 mstari wa 14 inasema, wenye macho yajayo uzinzi, watu wasiokoma kutenda dhambi, wenye kuhadaa raha zisizo imara, wenye mioyo iliyozoezwa kutamani, wana walaana. Mwisho wa kunukuu. Nimewapa nguvu ya kupagawisha kwa maziwa yenu kifuani penu na mapaja yenu. Hii krimu nawapa imetengenezwa kwa kutumia mate ya Lusifa mwenyewe. Muipaka hapo katika nyuso zenu, mapaja na matiti yenu. Kila atakayewaona lazima mtampagawisha. Kama hawa waamini wachanga ni wavivu kuomba, pia watapagawa watakapowaona. Pia nimegundua kuwa baadhi ya hawa vijana tayari wanafanya kazi. Ombeni pia kazi katika makampuni wanayofanya kazi, na muhakikishe mnapelekwa katika idara walimo. Kisha jiwekeni karibu nao ili kuwaharibu kiroho. Kama wakijifanya wajanja, fanyeni watu wanaozunguka wawachukie, hata bosi wao. Ikiwezekana, fanyeni wafukuzwe kazi. Wachokozeni kila wakati hadi watende dhambi kwa hasira. Ikitokea wakashindwa kuipisha hasira upesi, waueni mara moja. Daima mtake kukaa karibu nao. Kama ni wa kiume, hakikisha anayaona maziwa yako. Mapaja na sura yako vitaendelea kuita akilini mwao, na mapepo pia watawasaidieni zaidi. Mumfanye bosi wenu awaweke nao dawati moja ofisini ili wakae wanawaona daima. Kwa hivyo hawatakwepa kuwaoneni muda wote. Wakiwatamani mtapokea kiashiria mara moja. Msiogope kuwa karibu nao zaidi na zaidi. Ongeeni nao hata kama hawataki. Jifanyeni marafiki kwao. Hata kama hawataki, lakini picha yenu itakuwa ikijirudia katika akili zao mpaka wameanguka nanyi dhambini. Daima jiwekeni katika hali ya kuvutia muda wote. Takeni kuwa karibu nao muda wote na mjirahisi kabisa kwao hadi wajikute wameshaanguka mapajani kwenu. Na ikitokea vile, waueni mara moja. Msiwe marafiki na Wakristo, bali watumieni kama silaha kuwaangamiza Wakristo wenzao. Fanyeni juu chini kuzima maisha yao ya kiroho.
Na watuma baadhi yenu mashuleni, mkawaingize vijana zaidi, mtawapata wengi tu. Azimeni vitu kwao na kuwapa zawadi kila wakati. Mtakuwa na akili sana darasani na watu wengi watataka kuwa karibu nanyi, lakini wapeni kuwajali zaidi hawa wa Kristo ili kuzima moto wao. Muwe waangalifu kama nilivyowatangulia kuwaonya. Msijaribu kuwashambulia kabla moto wao haujazimika kwanza, la sivyo mtaangamia. Na kwa ninyi wahutubi, baadhi ya hawa waamini vijana tayari mnao mashuleni mwenu. Baadhi yao wanasoma masomo mnayoyafundisha. Hakikisheni hawahitimu isipokuwa wamekubali kuwahonga au kuwa na mahusiano nanyi ya karibu. Jaribu litakapokuwa, wanaweza kukubali kucheza mziki wenu ili tu wahitimu shule. Baadaye waueni kupitia kioo. Nimewapa skrini hii ili muweze kuwabaini wa Kristo. Fanyeni muwezavyo kuzima maisha yao ya kiroho. Ukipata kuweza kuwa karibu naye, mpige kwa mishare ya uvuguvugu. Kisha watakuwa wachovu kusoma Biblia, na pia watakuwa wachovu kufunga na kuomba. Wapigeni kwa mishale ya tunu. Zimeni kabisa maisha yao ya kiroho hadi wamekufa kabisa kiroho. Tutawapata, hakuna kitakachotuzuia. Baadhi yenu na watuma kwa sababu tupo katika ukata, lakini pia tunahitaji damu zaidi katika hazina yetu ya damu kwa ajili ya kusherehekea Mass. Kwa hiyo na watuma kama madereva mabasi. Kila mfikapo katika daraja la bahari, liachieni basi baharini. Pia na watuma baadhi yenu kuwa madereva magari ya mafuta. Kila mfikapo sehemu kuna magari mengi, liwasheni moto na kusababisha vifo vya kikatili. Hawa wapuuzi wa magaidi wa Kiislamu wamekuwa hawaleti damu ya kutosha katika benki ya damu, na tunahitaji kusherehekea Mass. Pia ninyi wa kike, baada ya kupaka krimu yenu, hakikisheni unakaa karibu na kiti cha dereva. Kama mtu akihubiri kwenye basi, angalia kwenye skrini yako katika ulimwengu wa roho ili kuona kama huyo anayehubiri ameokoka kikweli kweli. Kama hajaokoka kikweli kweli, sababisha ajali. Wapuuzi watateswa zaidi kuzimu. Mpuuzi anajaribu kuokoa roho za watu Jehanamu wakati mwenyewe yuko dhambini. Soma Petro wa pili sura ya 2 mstari wa 19, inasema wakiwahaidia uhuru, nao wenyewe ni watumwa wa uharibifu, maana mtu akishindwa na mtu huwa mtumwa wa mtu yule. Mwisho wa kunukuu. Kila usababishapo ajali, weka bomba kukinga damu itiririke katika benki yetu ya damu. Kwa nyie wachungaji, na watuma mkaniletee utukufu zaidi kwa kuwawekea mikono kwa mafuta ya upako niliyowapaka, yatumike kuwapaka hawa wajinga ambao wanahama makanisa yao yanayohubiri utakatifu. Ibeni utukufu wao na mnitumie huku chini. Na kama mjuavyo, wanadamu walio wajinga walivyo, wanapenda kuamini uongo kuliko ukweli. Hivyo wapeni wanachotaka. Huruma si msamiati huku, vinginevyo mnatafuta kufa ninyi. Igeuzeni Biblia, yani maandiko, yawe kinyume. Waambieni si dhambi kwenda kwenye kumbi za starehe. Waambieni si dhambi kunywa pombe. Waambieni kuwa yule mwenye haki alibadilisha maji kuwa mvinyo. Kwa hiyo waambieni kuwa si dhambi, lakini wasinywe sana wakalewa. Waambieni wanaweza kuvuta sigara, kwa sababu haijaandikwa popote kwenye Biblia kuwa ni dhambi. Waambieni vikuku ni vyema kwa wanawake. Waambieni si dhambi kuvaa suruali kwa wanawake, kwa sababu kuna suruali za kike na za kiume, na hakuna mwanaume anayeweza kuvaa suruali ya kike, na isitoshe haiko kwenye Biblia. Waambieni Bwana anataka wavae wapendeze. Fanyeni miujiza ya kiini macho kwa kutumia nguvu za giza, na mwangamize nafsi nyingi. Tutafanikiwa. Baadhi yenu na watuma kuanzisha shule. Nataka watoto zaidi katika ufalme wangu. Lucifer ameapa kutoruhusu hata watoto kuingia katika ile sehemu, yani mbinguni. Kwa sababu tulifukuzwa kutoka huko, na sisi
tutawashughulikia. Anzeni kuingiza watoto katika nguvu za giza kwa kutumia sare za shuleni, maji ya kunywa na chakula wanachokula shuleni. Na wale tu wanaowafunika watoto wao kwa damu ya yule mwenye haki watapona. Ni wale tu wanaowafunika watoto wao kwa damu ya yule mwenye haki ndio watakaopona. 90% ya shule tuna mkono wetu humo. Nitawapa kila mnachohitaji kuzijaza shule zenu na kila nyenzo na miundombinu mizuri inayohitajika. Wale wapuuzi wasioomba kabla ya kuwapeleka watoto wao shule, watoto wao lazima waanzishwe katika ushirikina. Na upande wenu ninyi watoto, waanzisheni rafiki zenu pia. Kila mmoja wenu aje na tumbo la uzazi la mama yake katika kikao kitakachofuata. Mshughulikieni kila anayewaonesha dharau. Waonesheni kuwa ninyi si wenzao. Waazimeni madaftari yenu rafiki zenu. Waazimeni kalamu na penseli zenu. Wagawieni hata chochote mnachopata chakula ili kuanzisha kupitia hivyo vitu. Jitahidi kufaulu kugusa kichwa cha rafiki yako na kushusha utukufu wao kwa kutumia jiwe la amakaka. Kwa upande wa wajawazito nina mkakati ufuatao. Watu wameanza kuwashtukia kwa pete zenu. Sasa mtaanza kuvaa kifaa cheusi kisichoonekana. Basi gusa tu kichwa cha mtoto aliye mgongoni mwa mamae kwa hiki kitu kana kwamba unajaribu kumtengeneza kichwa mtoto huyo. Kwa wewe nesi, weka tu mkono wako kwenye tumbo la mama mjamzito kwa hiki kifaa. Fanyeni mambo kuwa magumu kwa wanadamu, watakuwa tayari kufanya lolote kukidhi haja zao hata kama ni dhambi. Kuna wajinga ambao hawawezi kuzuia vinywa vyao. Daima watawaambieni mipango na ndoto zao. Ihalibuni mipango yao hiyo mizuri. Nachukia hali ya mtu kuwa mwenye furaha na amani. Na pia katika kila kampuni duniani kote mnatakiwa kuwa kule nako. Kila bidhaa inayozalishwa mnatakiwa muinuizie nguvu za giza. Wajinga ambao hawaombei chakula kabla ya kula watajikuta wanaanzishwa katika nguvu za giza. Kumbukeni jinsi tulivyoanzisha wanawake 85,000 kwa njia ya nguo. Tengenezeni hata maji ya kunywa yanayouzwa mtaani, mianajisi kwa nguvu za giza. Kumbukeni jinsi tulivyotia roho ya hasila ndani ya yule mchanga katika wokovu kupitia samaki. Lazima waanzishwe ili kuhakikisha kuwa hakuna mtu atakayekuwa tayari arudipo yule mwenye haki. Kwa ninyi madaktari na manesi, najua manesi 800,000 watakuwa wachache sana, lakini watu wangu pekee wafanye kazi ya unesi na udaktari duniani kote. Anzeni kuleta watoto wachanga wakati wa kujifungua. Waanzisheni kwa njia ya dawa zangu na sindano. Fanyeni watu kutoa mimba zaidi. Leteni watu zaidi huku kwa ajili ya mafunzo. Nataka muwe wengi na mfanye kazi zaidi katika nchi ya Nigeria, kwa sababu Nigeria ni nchi hatari sana kwetu. Maana mingi ya mishale inayotupwa kwetu hutokea katika hiyo nchi. Mishale mingi hutupwa siku ya Ijumaa wakutanapo kwa maombi. Sasa Lucifer ametoa maelekezo kwa sababu wote hukutana Ijumaa kufanya vita dhidi yetu. Kwa hiyo sisi tutakusanyika siku ya Alhamisi kufanya mashambulizi yetu kwanza. Wapigeni kwa mishale ya uchovu ili kwamba wengi wajisikie uchovu siku ya Ijumaa na kutamani kupumzika kuliko kwenda kwenye mkesha. Wajinga hawajui ukweli kwamba mkesha wa siku moja ni muhimu kuliko siku 3 za kufunga na kuomba. Wajinga hawajui kuwa walalapo ndipo huletewa ndoto, hufanya nao ngono na pia ndipo hupanda magugu katika mashamba yao. Soma Mathayo 13 mstari wa 24 hadi 25. Unasema kwamba akawatolea mfano mwingine akasema, ufalme wa mbingu umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Mwisho wa kunukuu. Watatakiwa kufunga na kuomba kwa siku 3 au zaidi kuondoa magugu tulioyapanda usiku walipokuwa wamelala. Tukifanikiwa kuwafanya walale usiku,
tutaendelea na mkakati wetu wa kuharibu kwa kupanda magugu mbalimbali katika familia zao na maisha yao. Jigeuzeni panya, mjusi wa ukutani au mende ili kuangalia kila kinachoendelea katika nyumba za Wakristo. Nendeni majumbani mkasababishe ugomvi kati ya mume na mke. Mumfanye mke mwenye kuudhi machoni pa mmewe, na pia wafanyeni watoto kuwa jeuri na waasi kwa wazazi wao. Wafanyeni waume wawapige wake zao, wafanyeni wake kutowaheshimu waume zao. Muwafanye wake wakatae kuwapikia chakula waume zao, ili waende wakale chakula chetu kilichonuiziwa mapepo kinachouzwa huko nje. Kwa njia hii tutawaanzisha. Kama familia na Wakristo, wapigeni, hatuna fursa ya kupoteza. Wale Wakristo wa Kinigeria wanatusumbua sana. Mbinu zetu nyingi zimewekwa wazi kupitia funuo mbalimbali. Na watuma mkasimame makanisani. Jitoleeni kufagia kanisani na mtakuwa mnafagia miguu ya washirika wapya kiasi kwamba hawawezi kurudi tena. Wekeni roho chafu kwenye saa ya ukutani ya kanisa kuwafanya washirika kuchelewa ibadani. Nendeni kila mahali nilipowatuma mkakamilishe kazi niliyowatuma. Tutafaulu hakika. Ha 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 ha. Okay, haya. Namna hiyo mtazamaji pamoja na wewe msikilizaji mpendwa ambaye unaendelea kufuatilia, tumefika mwisho. Hapo ndio mwisho kabisa wa ushuhuda huu. Ushuhuda wa Queen of the Coast, Malkia wa Pwani huyo. Mkakati wa Malkia wa Pwani, ama unaweza kusema Mission of the Queen of the Coast, huu ni ufunuo ambao ni ufunuo juu ya kazi, yani maagizo ambayo alikuwa akiyatoa Malkia huyu kwa mapepo yake dhidi ya kanisa na Wakristo wa kweli. Na mafunuo haya yaliweza kufunuliwa kwa watumishi wa Mungu ambao walifanikiwa kuweza kukutana na huyu Malkia wa Pwani. Hao watumishi wa Mungu ni pamoja na Rachel Mshara, Zipola Mushala, kuna bwana Emmanuel S. Jude, lakini pia kuna Emmanuel Eni, kuna Richard wa nchini Ghana pamoja na mchungaji DK Olukoya. Hawa ni watumishi ambao walifanikiwa kuweza kufunuliwa kuhusiana na hayo mafunuo ya Malkia wa Pwani. Siku moja tutaanza kuleta shuhuda za hawa watumishi mbalimbali wote hapa ambao waliweza kufunuliwa haya maono ili uweze kusikia shuhuda zao. Kwa hiyo hii sio hadithi ya kusimulia tu kwamba pengine ni simulizi ambayo imetungwa ama ni kitabu ambacho kimeandikwa, lakini ni ujumbe muhimu kwa ajili yako, ni ujumbe muhimu kwa ajili yangu, na ni ujumbe kwa ajili ya Wakristo wote, kwa ajili ya watu wote ambao wameamua kumtumikia Yesu. Hakika hatutakiwi kulala kupitia haya ambayo tumeyasikia hapa. Hatutakiwi kulala kwa sababu kuna kazi kubwa sana ya kufanya. Lakini kubwa zaidi ni kuambia kwamba kuna shuhuda nyingine ambazo zinakuja, tutaendelea kuzileta hapa. Watumishi hawa wa Mungu ambao waliweza kufunuliwa haya maono wazidi kutueleza vitu mbalimbali ambavyo naamini vitaweza kuwa baraka kwako. Kwa wewe ambaye umesikiliza hapa, ni kuombe uweze kufanyia kazi. Sio simulizi za kutunga hizi. Haya ni mambo ambayo yanatokea, yapo. Malkia wa Pwani yupo, pamoja na mapepo wengine ambao nia yao ni mbaya. Na Biblia yenyewe ndio inasema kwamba shetani na mapepo yake walitumwa duniani kwa ajili baada ya kushindwa kule vita kule mbinguni. Kwa hiyo kazi yao ni nini kama wametumwa hapa duniani? Ni kuharibu chochote ambacho ni kizuri. Lakini pia usiogope, kwa sababu Yesu yupo kwa ajili ya kuweza kutusaidia mimi na wewe. Yesu anaendelea kutupigania mimi na wewe. Kinachotakiwa tu ni wewe kumwamini na kumkubali, kumkaribisha maishani mwako, lakini kuendelea kuchukua tahadhari. Tunapewa tahadhari kama hizi. Iwapo umemkubali Yesu maishani mwako na unafuata mapenzi yake na ukafuata tahadhari unazopewa kama hizi,
ujihakikishie kwamba hakuna kitu ambacho kitakushinda katika kuingia ufalme wa mbingu. Kila kitu kitakuwa vizuri kabisa. Na kwa wewe ambao umefuatilia ushuhuda huu na unasema sasa unatamani uweze kumpokea huyu Yesu, pengine kupitia ushuhuda huu unasema kabisa, hakika nimeguswa na natamani niweze kumpokea Yesu, mimi naweza nikakupatia hiyo nafasi sasa kwamba uweze kumpokea Yesu kwa sasa, kwa sababu safari yote inaanzia katika imani, inaanzia katika kukiri. Kwa hiyo kama utakiri sala hii fupi, naamini kabisa kwamba utaanza safari ambayo itakufikisha sehemu ambayo ni nzuri. Hebu kama uko tayari kumpokea Bwana Yesu, wakati huu hapa niombe uambatane nami katika sala hii fupi. Sema maneno haya. Sema: Bwana Yesu, nakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninatubu dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kujua ama kwa kutokujua. Ninaomba unisamehe, uniokoe na uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia leo niwe mtoto wako. Naamini ya kuwa ulikufa msalabani na kwamba ulifufuka kutoka katika wafu. Naamini kuwa utakuja ndani yangu, ndani ya moyo wangu, na kwamba utatawala moyoni kwangu. Ninaamini ya kwamba umenisamehe na kunipokea. Ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Amina. Kama umeambatana nami katika sala hii fupi, amini ya kwamba umempokea Yesu na umemfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kinachotakiwa tu kwa sasa pengine nikwambie kwamba unaweza kutafuta kanisa, tafuta kanisa ambalo liko jirani na wewe, tafuta mchungaji ambaye yuko jirani na wewe, ama unaweza kanitafuta katika mawasiliano yangu hapa nikakupatia. Kama kweli utakosa mchungaji ambaye yuko karibu na wewe, ukakosa kanisa la kiroho ambalo lipo karibu na wewe, basi unaweza kanitafuta katika mawasiliano ambayo naenda kukupatia hapa, ili tuweze kuwasiliana zaidi, tuangalie jinsi gani ya kuweza kukusaidia. Mimi ni kuombe uweze kumuomba Mungu aweze kukufunulia kupitia Roho Mtakatifu ili uweze kuvielewa vitu hivi. Na kama utashindwa kuelewa, unaweza ukawatafuta watumishi wa Mungu, wachungaji mbalimbali waweze kukusaidia katika hili swala. Ubarikiwe sana na nikushukuru kwa kuweza kufuatilia, lakini pia kwa dhati kabisa ni washukuru wote waliowezesha kuandaa pamoja na kuweza kukufikishia ushuhuda huu mkubwa kabisa wa mikakati ya Malkia wa Pwani dhidi ya kanisa. Ushuhuda huu umetafsiriwa kutoka kwenye lugha ya Kiingereza kuja kwenye Kiswahili na ndugu mmoja anaitwa Emmanuel Mikaeli, na mimi hapa ambaye nimeweza kukusimulia kuanzia sehemu ya kwanza hadi sehemu ya mwisho. Jina langu ni Jackton Msafiri. Nikushukuru sana kwa kuweza kukaa nami tangu ambapo tumeanza hadi sasa ambapo tunafika mwisho. Pengine kama una maoni pia kwa ajili ya kipindi hiki cha ushuhuda, ama una ushuhuda na wewe unatamani tuweze kusimulia, ama tukupatie nafasi uweze kukaa hapa pembeni yangu uweze kutusimulia huu ushuhuda, tunakukaribisha sana. Kama una ushuhuda wa ukweli, tafadhali tutafute nasi tutaweza kukupatia hiyo nafasi. Lakini pia kama unatamani kuweza kuchangia huduma hii, ukasema kwa namna moja ama nyingine natamani kutoa sadaka kwa ajili ya kuchangia kipindi hiki kiendelee, hawa watumishi wa Mungu waendelee kutengeneza vitu vingine kwa ajili yetu, unaruhusiwa pia kabisa. Vyote hivyo unaweza kuvifanya kwa kutumia nambari za simu ambazo naenda kukutajia hapa. Namba za simu ni 0766 29 43 35, 0766 29 43 35, au kupitia nambari ya 0784 074 462, 0784 074 462, kama zinavyoonekana mahali hapo hizo namba. Tumia hizo namba na utakuwa umeweza kutupata hapo. Tutaweza kuzungumza mengi kama ambavyo nimeweza kueleza hapo. Ubarikiwe sana na nikutakie siku njema. Nikuombe basi tukutane katika sehemu nyingine ya ushuhuda. Sio huu, lakini kuna ushuhuda mwingine ambao ninauandaa hapa,
na ninaendelea kukuandalia vitu vizuri kwa ajili ya utukufu wake Mungu. Wakati namaliza hapa, nikukumbushe kwamba hatuandai shuhuda za uongo ama za kusadikika, tunaandaa shuhuda za kweli tu. Kwa hiyo hata wewe ambaye unatamani tuweze kusikia ushuhuda wako, hakikisha ushuhuda wako ni wa kweli. Ubarikiwe sana na nikutakie siku njema. Endelea kutufuatilia, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, lakini pia sambaza kwa watu wengine ushuhuda huu kadri ambavyo utaweza. Hebu sambaza kwa watu mbalimbali ambao utaweza, na hakika Mungu atakubariki. Kama wewe umeweza kuokolewa kupitia ushuhuda huu, usisite kutuambia. Lakini kama umepata nafasi hiyo ya kuweza kutazama, hebu wapatie watu wengine. Yawezekana wewe umeshaokolewa, umeshakuwa kiimani, uko vizuri. Hebu basi fanya utume kwa kuweza kusambaza ushuhuda huu kwa watu wengine wengi, ili nao waweze kubarikiwa. Naamini Mungu atakubariki zaidi na hata zaidi. Nikutakie siku njema na tukutane wakati mwingine. Bye bye. Mungu akubariki sana. Promova TV, a home of testimonies.